Achana na habari ya kuamka asubuhi na akili zako zote ulizonazo. Unaamka asubuhi, unaenda kuhojiwa na mtu, ulichelewa wapi? Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Na akili zako zote wewe unamiliki watoto pale nyumbani, lakini huwezi kufanya vitu kwa uhuru mpaka uende ukaombe ruhusa kwa mwanaume mwenzako. Naomba siku 3 bwana. Na kukazia kwambie. Uhuru wa kiuchumi ni pale ambapo utaamka nyumbani kwako muda unaotaka wewe. Utaingia ofisini muda unaotaka wewe. Utaenda mahali unapotaka wewe. Ninyi mlioajiriwa, huwezi kuniambia umetoboa kiuchumi hata siku moja. Ukitaka ujue umeanza kufanikiwa kiuchumi, ni siku ambapo una miezi 3 huchungulia akaunti yako, mshahara umeingiaje. Huna habari na mshahara ulioingia, hujui waliweka lini. Ukikuta unaanza kuuliza mwenzako mfanyakazi, wameweka huko, wewe bado ni mtumwa tu. Huwezi kuniambia uko huru wakati kuna mtu mmoja anaye control maisha yako ya kiuchumi. Yeye akiamua tu kuziba chop, unaenda bwana. Naomba advance salary. Rais namna hii, hakuna atakaye toboa kwenye maisha aliyeajiriwa kwa kutegemea mshahara. Hicho kitu futa kwenye maisha yako. Nina ushahidi wa kibiblia kabisa kabisa kabisa, upo. Anasema Mhubiri, usipande mbegu yako eneo moja. Kama una chanzo kimoja cha uchumi, nenda ukaanze kufanya upya akili yako, itazame fanya assessment kwenye ubongo wako. Huu ubongo uko sawa? Chanzo hiki kimoja cha kiuchumi imekula kwako. Siku utakapo take risk, utakaposema sasa yatosha, nahitaji uhuru wa kiuchumi, ukatoka pop na kuandaa kisaikolojia, miezi 6 ya kwanza, mwaka wa kwanza utatikisika. Hiyo jiandae. Maana watu wanaotoka kwenye madawa ya kulevya wanapitia rosto kwanza.